Kama huna mudi ya kufanya kazi, bora usiende kazini kuliko kwenda kazini kupitia wewe serikali ikadhalilika. Wewe unatoka na kisirani chako kwa baba mwenye nyumba, unakuja kazini. Kila anayekuja ofisini unamhamishia hasira zako za mwenye nyumba kwake. Wewe nani? Unataka nini? Kwa nini? Wapi? Kwani ugomvi? Moja ya sifa ya mtumishi wa umma lazima uwe na welcoming language. Mtu anapokuja ajione kabisa, nimekuja kwenye ofisi yangu, ofisi ya umma. Haiwezekani mwananchi aje kwenye ofisi ya umma kama kaja jela. Nimesema jela kwa sababu jela mtu anakuwa ameshatuhumiwa, amehukumiwa, makosa yake anayajua. Kwa hiyo treatment yote anayoipitia kule ni sehemu ya kumkumbusha kwamba ulikosea na hutakiwi kukosea tena. Unajua kuna receptionist anaogopa kuliko bosi. Unajua hilo? Wewe mapokezi pale umeweka mtu ana sura ya kijeshi. Yaani mtu akija anahojiwa, yaani maswali yanayotakiwa kuhojiwa na mkurugenzi nani, yote anahojiwa na PS. Hii ni tabia ya hovyo sana katika ofisi za umma. Na wananchi wengi wanakata tamaa kwenda kwenye ofisi za umma kwa sababu ya tabia za watu tuliowaweka kwenye milango ya ofisi za umma. Maswali yanayotakiwa kuongea na mkuu wa wilaya, maswali yanatakiwa kuongea na mkurugenzi, maswali yanatakiwa kuongea na mkuu wa taasisi, yote anaulizwa na mlinzi. Wewe nani kwani? Kwa hiyo shida imeanza lini? Yaani mlinzi anaanza kumuinterrogate yule bwana mpaka anajiona hivi sasa kule ndani nafuata nini kama mlinzi kaishaniuliza yote hapa. Tunasahau kwamba wananchi hawa pia wana haki ya faragha. Wana haki ya kutunza taarifa zao. Hawawezi kushare taarifa zao na kila mtu. Mtu amefanyiwa ukatili, anaanza kuhojiwa ukatili kuanzia kwenye geti la ofisi ya umma. Anahojiwa huo ukatili na PS. Anahojiwa ukatili na mkuu wa idara. Mpaka anakuja kufika kwa mkurugenzi, ofisi nzima wanajua alibakwa, aliumizwa, alifanywa nini. This is not right. Sio sawa. Lakini tunaona sawa tu. Na mkurugenzi kule ndani anasema, PS wangu wanamalizana nao. Kiboko yule. Sio sifa hiyo. Hiyo sio sifa. Ni wananchi wangapi tumewakatisha tamaa kuja kwenye ofisi za umma kwa sababu ya attitude, character na behavior za watu tulioweka kwenye ofisi zetu. Kwa tunapozungumzia maadili ni pamoja na hilo. Lugha gani inatumika kwenye ofisi zetu za umma? Sasa nimeeleweka kidogo mkawabadilishe hao watu. Kuna baadhi ya maeneo wapo hao watu wanasumbua kabisa.